Karibu tena mtazamaji katika sehemu yetu ya pili ambako serikali ya Kenya imekatalia mbali ule mpango na mapendekezo ya tume ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia maslahi ya wakimbizi UNHCR kuhusu kufungwa kwa kambi za wakimbizi za Kakuma na Dadaab. Kwenye majibu ya makataa ya wiki mbili yaliyotolewa na serikali ikitaka mpangilio wake kuhusu agizo la kufungwa kwa kambi hizo, UNHCR imeitisha muda zaidi kwa ajili ya kusaka fedha na rasilimali zaidi. Hata hivyo, serikali imeyapuuza maelezo ya tume hiyo kwa kukosa kutoa muda unaohitajika na tume hiyo kutekeleza mpango wa serikali. Agizo hili lililotolewa na Waziri wa Usalama wa Taifa Dr. Fred Matiang'i mnamo Machi tarehe 24 kwa kuipa tume ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia maslahi ya wakimbizi UNHCR makataa ya siku 14 ili kutoa mwelekeo na mpango utakaotumika katika kufungwa kwa kambi za wakimbizi, lilikamilisha makataa yake Jumatano tarehe 7 usiku wa manane. Mnamo Machi tarehe 24, UNHCR iliarifu serikali kuhusu hatari na athari za kuzifunga kambi zote kwa kipindi kifupi kwa kuhofia usalama wa wakimbizi, hasa katika majira haya ya COVID-19. Hata hivyo, KTN News imebaini kwamba siku ya Jumanne, saa chache tu kabla ya makataa ya Jumatano kukamilika, UNHCR ilitoa majibu kwa serikali. Ingawa serikali imeziorodhesha kambi za Kakuma na Dadaab kwa vitovu vya ugaidi nchini, UNHCR imesema haipo idhibati yoyote kuhusu madai hayo. Na licha ya kukubaliana na serikali kwamba kambi hizo zinastahili kufungwa japo kwa utaratibu ufaao, UNHCR imeomba muda zaidi. Lakini serikali imeyapuuza majibu ya tume hiyo kwa misingi kwamba hajatoa maelezo kuhusu muda unaostahili, ili hali kuendelea kuwepo kwa kambi hizo kunazidisha bajeti ya serikali katika kuangazia usalama wa eneo la kaskazini zilizoko kambi hizo. Serikali imeongeza kwamba kambi hizo zimegeuzwa kuwa maficho ya magaidi na mipango yao. Hili litakuwa jaribio la tatu kwa serikali kufunga kambi za Kakuma na Dadaab. Mnamo mwaka 2016, serikali ilitangaza mpango wa kuzifunga kambi hizo mbili kabla ya kuzimwa na Mahakama Kuu kwa misingi kwamba ulikuwa ukiukaji wa haki za wakimbizi. Katika maelezo yake, serikali ilidai kwamba mashambulizi ya kigaidi ya Westgate na chuo kikuu cha Garissa yalipangwa na magaidi waliokuwa wamejificha katika kambi ya Dadaab. Kambi za Kakuma na Dadaab zina jumla ya wakimbizi 500,000, 274,000 kati yao wakiwa raia wa Somalia. Shadrack Miti, KTN News.